tunajifunza habari ya nidhamu tunapokuwa katika nyumba ya ibada, tunapokuwa mahali pa kumwabudu Mungu, mahali pa kumheshimu Mungu. Bwana asifiwe sana. Mahali pa kumtafuta Mungu. Heshima na nidhamu tunayoonyesha ndani ya ibada katika siku hizi imekuwa ni nidhamu mbovu sana ndani ya kanisa. Hebu tusome katika kitabu cha Isaya sura 66 mstari wa 2. Biblia inasema, maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyo ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Bwana asifiwe sana. Mungu anawataka wale wanyenyekevu, wale wanyenyekevu. Ndani ya makanisa kumekuwa hakuna nidhamu. Yani unakuta ibada inaendelea, watu wanachezea simu. Yani tuko ibadani tunamwabudu Mungu, tuko ibadani tumekuja kwa ajili ya kumtukuza Mungu, tuko ibadani tumekuja kwa ajili ya kumheshimu Mungu. Niliwahi kuona binti mmoja kipindi cha nyuma kwenye kanisa fulani. Nakumbuka tulikuwa kwenye mkesha, tuko kwenye maombi, yeye anaomba amejifunika kitenge, anasoma meseji, alafu akisha soma anaanza kujibu. Yani tumefika wakati tunamuona Mungu kama wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Yani mtu yuko ana chati na ibada inaendelea, mtu yuko online na ibada inaendelea. Simu zimekuwa zinalia ndani ya kanisa, watu wanachati. Siku ya tarehe 1 mwezi wa kwanza nilimwona binti, mchungaji yuko anafundisha, yeye yuko anajisnap, yuko anajipiga picha, anawatumia watu, na mchungaji yuko anafundisha. Just imagine, kanisani imekuwa si sehemu ya kumheshimu Mungu, imekuwa si sehemu ya kutulia na kumheshimu Mungu. Ukiwa umeamua kwamba naingia kwenye maombi, zima simu. Kwa sababu gani unatakiwa kuzima simu? Unayeongea naye ni mkubwa kuliko huyu anayekupigia, ni mkubwa kuliko huyu unayechati naye. Bwana asifiwe sana. Ni muhimu sana kujijua hili jambo. Unayeongea naye sasa hivi kwenye simu wakati wa ibada ni mdogo sana, ni mdogo sana kuliko yule ambaye amekuja kumwabudu. Hicho kitu nimekuwa hatukizingatii. Tumekuwa hatuzingatii mambo ya Mungu. Mwingine unakuta ibada inaendelea, yeye yuko anachati. Ibada inaendelea, yeye anapigiwa simu, anatoka nje kwenda kuongea na simu, anarudi ibadani. Akili yake haiko ibadani. Bwana asifiwe sana. Yani inabidi hata wale wanaokutafuta wajue kwamba leo ni siku ya ibada. Tukimtafuta huyo mtu hatumpati. Leo ni siku ya ibada, huu ni muda wa kwake wa kumwabudu Mungu. Tukimtafuta huyo mtu hatumpati. Tumekuwa na nidhamu mbovu mbele ya Mungu. Nakuta maombi yanaendelea, mtu yuko anabonyeza simu. Ibada inaendelea, sifa inaendelea, mtu yuko kwenye mawazo mengi. Unapoingia mbele za Mungu, unapokuwepo mbele za Mungu, jaribu kama uwezi, basi jaribu sana kumheshimu Mungu. Kama uwezi kumheshimu Mungu, basi hakuna haja ya kwenda mbele za Mungu. Hakuna haja ya kwenda mbele za Mungu na kumwonyesha dharau. Ninachokushauri wewe ambao unanitazama sasa hapa, amua kumheshimu Mungu. Amua kumheshimu Mungu. Amua kuwa na nidhamu mbele za Mungu. Amua kumheshimu Mungu. Zima simu wakati wa ibada. Zima simu wakati wa kumsifu Mungu. Zima simu wakati wa maombi. Zima simu, kwa sababu unayeongea naye ni mkubwa sana, ni mkubwa mno kuliko huyu ambaye ungeongea naye kwenye simu. Siwezi kaacha simu online kwa sababu ya mtu fulani. Ni bora unilaumu, lakini niepuke ghadhabu ya Mungu. Ni mheshimu Mungu. Bwana asifiwe sana. Natamani nipate mtu hata mmoja mwenye kunielewa na mwenye kuzingatia haya, na Mungu akusaidie sana. Bwana asifiwe sana. Mimi nitoe mfano mimi mwenyewe. Yani najua ni ibada. Najua naingia hapa, naingia ibadani. Ibada inaanza tu hivi. Ibada inaanza, ni lazima simu. Kama siwezi kuzima simu, basi simu yangu naiweka offline. Nakuwa ninajitahidi sina matumizi yoyote na simu. Bwana asifiwe sana. Labda nikiwa eneo ambalo sijabeba Biblia, ndo natumia Biblia ya simu. Lakini tofauti na hapo, situmii simu mpaka ibada inapoisha. Situmii simu kwa sababu najua hapa nipo mbele za Mungu, na Mungu anahitaji na Mungu anahitaji kuheshimiwa, anahitaji kupewa heshima zote. Unatakiwa unyenyekee. Amesema anataka watu wanyenyekevu, watu wenye mioyo iliyopondeka, watu wanaotetemeka wanaposikia neno lake. Anahitaji watu wenye nidhamu mbele zake. Umwendee ukiwa na nidhamu. Mwendee Mungu ukiwa na nidhamu yote. Bwana asifiwe sana. Maombi ya dakika 10, maombi ya dakika 5, lazima simu nizime. Lazima simu niweke offline, kwa sababu naweza nikapigiwa ikanitoa katika uwepo wa Mungu. Unashangaa mtu anakupigia simu, anakutoa kwenye uwepo, na unakuta mtu anapokea simu hana habari ya kwamba yuko mbele za Mungu. Yani mtu anapigiwa simu, ndio umekosea kuweka online. Yani simu yako iko hewani. Sasa kama simu yako iko hewani, umesahau uko ibadani na umepigiwa simu,
Unakuta mtu anapokea, na ishanitokea mara nyingi, unakuta labda wakati naingia ibadani nimeshindwa kuzima simu. Yani wakati naanza kuabudu tu nasikia roho inaniambia zima simu kwanza. Imenitokea mara nyingi sana. Naingia kuabudu au kuomba, nasikia roho inaniambia zima simu. Zima simu. Je, wewe ambao unaiacha simu yako online, wewe ambaye simu yako unaiacha hewani, unamwabudu Mungu wa namna gani? Unamwabudu Mungu wa wapi? Maana hata shetani mwenyewe anataka kuheshimiwa. Waulize wanaomtumikia shetani, nao wanamheshimu, wanampa heshima zote. Sasa wewe ambaye umeamua kuokoka, wewe ambaye umeamua kumfuata Kristo, inakuaje unaleta dharau mbele za Mungu? Inakuaje unashindwa kumheshimu Mungu, unashindwa kuleta nidhamu mbele za Mungu unapokuwa mbele za Mungu? Bwana asifiwe sana. Hiyo kitu itatufanya tuikose ufalme wa Mungu, itatufanya tumkose Mungu kwa sababu hatuna nidhamu mbele zake. Bwana asifiwe sana. Mtu anatuma ujumbe wakati wa ibada, mtu anapokea simu wakati wa ibada. Niliwahi kuona vijana wanatumiana video ndani ya kanisa, wanatumiana video na ibada inaendelea. Inatakiwa umheshimu Mungu, mpe heshima yake Mungu. Kuongea kanisani, kupiga stori kanisani, kututulia kanisani ni mambo ambayo yatatufanya tusimwone Mungu. Japokuwa tunaenda tu kanisani, tunaenda tu fureja, tunaenda tu kujifurahisha sisi wenyewe mioyo yetu, lakini Mungu hayupo pamoja nasi. Lisike hilo, lishike kabisa, likae moyoni mwako, likae akilini mwako. Mungu hawezi kuwepo mahali ambapo haheshimiwi. Mungu hujampa heshima, hawezi kuwepo mahali hapo. Bwana asifiwe sana. Ni bora ungekaa nyumbani ukakaa ukatulia, lakini Mungu hayupo mahali ambapo haheshimiwi. Mpeni Mungu heshima, tumpe Mungu heshima ili aweze kushuka kwa ajili ya kutuhudumia. Unakuta mtu anasema mimi mbona sihudumiwi, Mungu umeniacha. Lakini Mungu anaangalia, haujampa heshima ya kama wanadamu wengine unawapa heshima. Je, Mungu unamwonaje? Mungu unamchukuliaje? Yani Mungu anajiuliza, huyu mtu ananichukuliaje? Ananichukulia kama shangazi yake? Ananichukulia kama mdogo wake? Ananichukulia kama binti mwenzie, kama kijana mwenzie? Ananichukuliaje mimi? Unamwabudu Mungu na huko una chat, unamwabudu Mungu na huko unapigiwa simu, unapokea, unatumia ujumbe, unajibu. Niwe kumwona kijana mmoja, tuko kwenye ibada, alikuwa amekaa karibu yangu, mchungaji anafundisha, yeye ana chat, ana chat na mwenzie. Ibada haijaisha akaondoka, yani mchungaji ameweza kufundisha akaondoka. Sasa nijiuliza, huyo kijana si bora angebaki tu nyumbani? Amekuja kufanya nini? Mimi nikiwepo ibadani, hata maombi ya dakika ngapi, simu yangu naiweka offline, kwa sababu najua ninayemtafuta hapa ni mkuu sana, ninayemtafuta hapa ni mkuu kuliko wote, ni Mungu wa miungu, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Simheshimu Mungu, yani ninamhitaji Mungu nisiyetaka kumheshimu, ninamhitaji Mungu nisiyetaka kumheshimu. Mungu huyu ataonekana? Hawezi kuonekana huyo Mungu. Eli wewe umeyasikia haya na usiyatende na usirudie tena. Uhapo ibadani, zima simu, usipige simu, usitume ujumbe wala kupokea ujumbe. Jitahidi kumheshimu Mungu, jitahidi kwa kina, kwa fahamu zako zote mheshimu Mungu. Unapokuwa katika maombi, jua hapa naye muhitaji ni Mungu pekee, naye muhitaji ni Mungu ambaye anaweza kunisaidia, naye muhitaji ni Mungu ambaye aliziumba mbingu na nchi. Sasa anahitaji heshima, anahitaji kuheshimiwa. Yani ukiwa mnyenyekevu mbele za Mungu, Mungu anapata nafasi, anapata sababu ya kuja kukuhudumia. Unaona, ukiwa mnyenyekevu mbele zake, anapata sababu ya kuja kukuhudumia. Bwana asifiwe sana. Hata kuja kukuhudumia ikiwa wewe haujaonyesha heshima mbele zake. Yani kitu cha kwanza mtu ambaye ana heshima mbele za Mungu, ana heshima anapoingia ibadani, anapoingia katika maombi, anapoingia wakati wa kumwabudu Mungu, huyo mtu hajajazwa Roho Mtakatifu. Mtu aliyejazwa na nguvu za Mungu, mtu aliyejazwa, mtu ambaye ana Roho wa Mungu ndani yake, tayari atamwambia hapa huko mbele za Mungu, zima simu. Hapo uko mbele za Mungu, zima simu. Bwana asifiwe sana. Zima simu, uko mbele za Mungu, zima simu. Ukiona unafanya hicho kitendo na hausikii hukumu ndani yako, bado unamhitaji Roho wa Mungu. Hayuko ndani yako. Roho wa Mungu hayupo mahali ambapo heshimiwe. Roho wa Mungu hayupo mahali ambapo heshimiwe. Mheshimu Mungu naye atakuheshimu. Kwa nini? Hili ni tatizo la kinidhamu. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kwanza, linaondoa umakini ndani ya kanisa.
linaondoa umakini. Tuko ibadani, watu wametulia, wanasikiliza, simu inapiga, unakuwa sehemu ya kuleta vurugu. Unapoona umeacha simu wazi na unapigiwa ibadani na simu yako iko katika sauti, unakuwa ni sehemu ya wewe kutumiwa na shetani kuvuruga ibada, kuwafanya watu akili yao inaama. Inabidi tumheshimu Mungu, inabidi tukae katika heshima, tukae katika heshima, hata kukaa kwetu, hata katika kuabudu, hata katika kumsifu Mungu, hata yani kwa kila namna tujitahidi kwa kila namna kumheshimu Mungu. Ndipo Mungu atashuka kwa ajili ya kutuhudumia, ndipo Mungu atashuka kwa ajili ya kuhudumia maisha yetu. Mungu hataweza kutuhudumia ikiwa sisi hatujampa heshima yake. Mungu hataweza kutuhudumia ikiwa sisi tumejijengea kuto kumheshimu. Bwana asifiwe sana. Ikiwa tuna uwezo wa kuwaheshimu wanadamu, tunaweza kuwaona. Ikiwa tunaweza kuwaheshimu au viongozi wetu, tunawapa heshima kana kwamba wao ndio Mungu. Sisi tunaosema tunamfahamu Mungu, hatumheshimu, tunamchukulia wa kawaida. Usimchukulie Mungu ni wa kawaida. Kuanzia leo usimchukulie Mungu kuwa ni Mungu wa kawaida. Usimchukulie Mungu kuwa ni Mungu wa kawaida. Mungu hapendi mizaa na Mungu haiko radhi na wapumbavu. Bwana asifiwe sana. Ni heri usiende mbele zake kuliko kumwendea ukiwa na utovu wa nidhamu. Usimwendee mbele zake ikiwa hauna nidhamu. Mungu anapenda sana wenye nidhamu, na ndio anashuka kwa ajili ya kuwahudumia, na ndio anashuka kwa ajili ya kuwasaidia. Mungu hata kusaidia ikiwa hauonyeshi nidhamu. Onyesha nidhamu hata kukaa kwako, onyesha nidhamu unapokuwa mbele zake. Mawazo yako yote yako ibadani, mawazo yako yote umempa yeye. Bwana asifiwe sana. Ni heri tukiyajua haya na ni heri tukiyatenda. Ni heri tukiyatambua haya na ni heri tukiyazingatia. Bwana asifiwe sana. Tunamhitaji Mungu ili aweze kuhudumia maisha yetu. Tunamhitaji Mungu ili aweze kutusaidia, na kama hatutamheshimu tutabaki tu kwenda mbele za tunaenda. Kama hatutamheshimu tunaenda ibadani, tutaenda kuomba, ni kama tunapiga kelele. Kwa sababu gani? Mungu haipo mahali ambapo aheshimiwi. Bwana asifiwe sana. Tumheshimu Mungu. Simu yako usiipe uthamani kuliko Mungu aliyekupa uzima. Simu yako usiipe uthamani kuliko Mungu aliyekupa huo uhai, aliyekupa hiyo nguvu. Bwana asifiwe sana. Aliyekupa huo ufahamu. Huyo mtu anayekutafuta usimpe uthamani kuliko Mungu aliyekupa uhai na uzima. Usimpe ibilisi nafasi. Tunahitaji Mungu ili Mungu aweze kutuhudumia katika maisha yetu. Hatutaweza kupata huduma ya Mungu ikiwa tunamdharau. Bwana asifiwe sana. Makanisani kumekuwa na hii hali ambayo imekuwa haipunguki. Hii hali imekuwa ikiwa endelevu, na viongozi wa makanisa, viongozi mashemasi, wachungaji, wazee wa kanisa, umekuwa hatulisimamii ili jambo. Simu inaita mara ya kwanza, hawaongei chochote. Yani unakuta hata mchungaji anaona watu wanatumia simu kanisani. Yawezekana watu wamechukulia ni kawaida, ni kwa sababu hawajafundishwa. Na ole wako ikiwa unapoteza kondoo wa Bwana. Mimi ninakwambia, mtumishi wa Mungu, wafundisheni watu kumheshimu Mungu. Kama unaweza ukaingia kwenye ofisi ya mtu ukaweka simu yako silent au offline, utaki usumbufu, unahitaji utulivu, uongee naye kwa utulivu, uongee naye kwa heshima, bila kuleta vurugu, bila kuonyesha kwamba hauna nidhamu. Kama unaweza kufanya hivyo kwa wewe mwanadamu, kwa nini isiwe zaidi kwa Mungu? Kama unaweza kuwaheshimu wanadamu kuliko Mungu, wewe haumstahili Mungu na hautawahi kumwona Mungu, wala Roho wa Mungu hatawahi kukaa ndani yako. Biblia inasema tumpendeze Mungu katika miili yetu. Tumpendeze Mungu kwa kila hali. Tumpendeze Mungu katika kila engo. Bwana asifiwe sana. Unapo mbele zake, jitahidi kumheshimu, jitahidi kuleta heshima. Haleluya. Jitahidi kuleta heshima. Kama unaweza kuheshimu wanadamu, kama unaweza kumheshimu baba yako, mama yako, mkuu wako katika kazi, mkubwa wako katika kazi, kiongozi wako katika kazi, unaweza kuwaheshimu hao. Unaweza kumheshimu baba, unaweza kumheshimu kiongozi wako kazini, unaweza kumheshimu bosi wako. Ni namna gani sasa unaita dharau mbele za Mungu? Ni kwa nini unaita dharau mbele za Mungu? Ina maana hao unaoheshimu wana maana sana kuliko Mungu, wana maana sana kuliko Mungu aliyekuumba, aliyekupa uhai na uzima. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mungu akubariki sana, na imani yatakusaidia. Ninatamani ewepo hata mtu mmoja wa kuweza kuyashika haya na kuyaelewa. Mungu akubariki sana kwa sababu umeyasikia na utayatendea kazi. Amen.